Kanisa la Bwana Mungu wetu aliye hai, habari za jioni. Hamjambo. Mungu wetu ametupatia fursa nyingine tena jioni ya leo, na ni fursa ya pekee ya kumwabudu yeye kwa njia ya nyimbo, njia ya sala, lakini pia tunaongea naye kutukisikiliza neno lake, na yeye ameahidi kutubariki sisi sote. Tuna fursa tena siku hii ya pili, na tumesikiliza ujumbe huo, Bwana ni sehemu yangu na anatembea na yeye, kutoka kwa Mzee Rusiu, ambao umetufikirisha pia pamoja tunatembea na yeye. Juma hili maisha ya mafanikio ni juma ambalo lina ujumbe unaotueleza ukweli wa neno mafanikio kwa maisha yetu ya kila siku, kwa uelewa wa neno la Mungu na Biblia peke yake. Kwa hivyo Mungu ana ajenda na ni kutupatia maisha yenye mafanikio. Ndio ajenda ambayo anayo tunapoenda mwishoni mwa mwaka huu. Jana tulikuwa tunasoma, nasema kuchaguliwa na Mungu, na hiyo inamaanisha wito wa kuwa wakili wake. Ndio ilikuwa somo la jana, hilo ni kuwa wakili. Somo la pili jioni hii ya leo, wakati changamoto zinapoonekana kuwa kubwa sana. Changamoto zinapoonekana kuwa kubwa sana, ndio somo jioni hii ya leo. Somo hili lina mfano ama kielelezo cha Daudi ambayo tuliangalia jana, na sehemu ya kwanza ya somo la leo ni kutuonyesha hasa changamoto ni nini, tukipitia kielelezo cha maisha ya Daudi. Halafu sehemu ya pili, dawa ya changamoto ni nini. Naomba usikilize vizuri. Kwanza ni changamoto yenyewe, halafu sehemu ya pili, tiba yake. Leo tuko Samueli ya kwanza sura ya 17. Jana tulikuwa sura ya 16, ingawa tulirudi mpaka sura ya 10, lakini leo tuko sura ya 17. Kilichomleta Daudi ikulu, kilichofanya afahamike Israeli, ilikuwa ni changamoto iliyoikabili Israeli, ambayo Daudi atatueleza alifanyaje. Kwenye changamoto hapo kuna mambo manne. La kwanza ni changamoto ikiwa tu iko karibu. Kama iko mbali, sio changamoto. Kama ni kimbunga kiko mbali, sio changamoto. Lakini ikifika hapo karibu ulipo wewe, inaitwa changamoto. Sikiza vizuri, hiyo ni hatua ya kwanza hiyo. Kwa nini? Kwa sababu
kwenye aya ya kwanza ya Samueli ya kwanza sura ya 17 inaeleza Wafilisti walipiga kambi katika nchi ya Israeli katika kabila ya Yuda. Ina maana ukichukua historia zamani, Wafilisti walikuwa upande wa magharibi mwa Israeli na walikuwa nje ya mipaka ya Israeli. Tunaiacha ilikuwaje mpaka wakafanikiwa kufika mpaka ndani ya Israeli? Tunaiacha hiyo kwa sababu tuko kwenye upande wa changamoto. Lakini saa hii kwa wingi wao wako katika nchi ya Israeli, katika kabila ya Yuda. Kwa hivyo changamoto inapoingia ndani, hiyo ndio aya ya kwanza ya Samueli ya kwanza sura ya 17. Inapokuwa kwenye familia ndani, sio nje. Inapokuwa ndani ya taifa lenyewe, sio nje ya mipaka, ndani. Ndio maana wanasema ni vigumu sana kupambana na adui aliyoko ndani kuliko adui aliyoko nje. Kama yuko ndani ya nyumba yako ni changamoto, kwa sababu kupambana na adui, kama unapambana na nyoka mwenye sumu na mwepesi wa kukimbia, unaweza ukakabili vizuri ukiwa nje, lakini fikiria yuko ndani ya nyumba, hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo Wafilisti wako ndani ya taifa la Israeli. Jambo la pili kuhusu changamoto, ni changamoto kubwa, sio tu ndogo, kubwa. Hapa unasoma kuanzia aya ya 4, aya ya 5, aya ya 6, aya ya 7. Kwenye hizi aya 4 za Samueli ya kwanza sura ya 17 zinataja mambo yafuatayo. Aya 4 inataja shujaa wa Wafilisti anaitwa Goliath. Sasa huyu ni shujaa, jambo la kwanza. La pili ni jitu. Kiswahili kisikia neno jitu maana yake ni, kwanza wanataja urefu wake pale kwenye hiyo aya ya 4, wanataja urefu wake tu, ambao ukichukua vile vipimo ukavileta leo unaona ni zaidi ya futi 9 urefu. Lakini sio tu hoja ya urefu, ila ukisoma mstari wa 5 mpaka wa 7, hakuwa tu mrefu, ila alikuwa mtu wa miraba minne, kwa sababu aina ya silaha alichokuwa amejijaradia. Kama angilikuwa tu mrefu alafu mwembamba, isingekuwa hoja. Alikuwa ni mrefu lakini ametanuka, kwa sababu ule uzito wa hidaya yake, ukiangalia ile kwenye kifua chake, uzito aliobeba wa kufunika tu kifua chake, kwenye mabamba, kwenye mapaja huku, ukiangalia kile anachotaja pale, mwandishi anataja kutusaidia tu kujua hakuwa mwanadamu wa kawaida, kwa sababu ya uzito wa vifaa alivyokuwa amevibeba yeye kama mavazi. Kwa hiyo ndio maana tunasema alikuwa ni jitu, mrefu wa kimo, lakini mtu wa miraba minne, ndio anavyotajwa vile. Lakini hataji tu alikuwa ni jitu, ila sifa yake ambayo mwandishi ameitaja ya kwanza kabisa, anasema alikuwa shujaa. Sasa neno shujaa ni neno linaeleza Baniaim, ambayo lina ni maradufu ya neno ben. Waebrania wanapoliweka mara mbili wanalidabu. Ndio maana unaona Kiswahili wanatafsiri ni shujaa, Kiingereza wanatumia neno champion. Kwa ndio maana wanatafsiri neno hapo ni shujaa. Baniaim, dabo ya neno bain. Sasa lile neno ambalo linamaanisha nafasi kati, kama ingelikuwa ni majeshi, ni
kati ya majeshi mawili, kwamba kuna nafasi, yani unaweza ukaona upambanishi. Ukiona kikosi hiki hapa na kule, unaona mbona hiki ukifanya mlinganisho unakuwa tofauti kabisa. Benyamin, kwa hiyo ndio shujaa, kwa maana ya kwamba ukimlinganisha kwa jeshi la Wafilisti lote ukalinganisha na jeshi la Waisraeli, huwezi pata yeyote wa kumkaribia. Ina maana ya shujaa kwa neno la Kiebrania. Weka tofauti katika mlinganisho, ikiwa ni jeshi, ikiwa ni mwonekano, ikiwa jambo lolote lile, weka tofauti katika swala hilo. Kwa hiyo alikuwa ni shujaa, ndivyo anavyoelezwa, na unaweza ukaiona ikitajwa vizuri kwenye aya 33, lakini pia aya 42 wanapo 33 unaona Sauli anamwambia Daudi kwamba wewe ni kijana tu, huyo amekuwa mtu wa vita tangu utoto. Unajaribu kuona ushujaa wake ulivyo, amekuwa na uzoefu katika vita, sio tu ni mrefu, sio tu ni mtu wa miraba minne, lakini ni shujaa kwa maana ni warrior, mtu wa vita tangu utoto wake. Ndivyo anavyotajwa Goliath, na hata ndivyo pia ambavyo Goliath alieleza alipomwona Daudi kwenye ile aya ya 42. Anasema wewe, akaona Daudi ni kijana tu mdogo tu, na akamdharau. Kwa hivyo ndicho kinachoelezewa. Kwa hiyo changamoto ni kubwa. Somo la leo halizungumzii kitu cha kawaida, inazungumzia kitu ambacho ukijilinganisha nacho unakuwa mdogo mno. Yani hauwezi hata kusukuma, huwezi hata kubeba, huwezi hata kuelezea ukubwa wa jambo lenyewe, hauna ufumbuzi nalo. Hilo ndio linaitwa changamoto. Moja, iliyo ndani, iliyo karibu. 2, ni kubwa, jitu. 3, sikiliza vizuri changamoto inavyoelezewa hapa. Maana ya 3 ya changamoto ni hii, ambayo somo la leo nataka tusaidie kuweza kuifahamu. Haiondoki, haiji mara moja na kuondoka. Haiji mara moja na kuondoka, bali inakuja tena na tena na tena. Maana yake ni nini? Haina mpango wa kukuachia, inang'ang'ania. Sasa hiyo unaijuaje? Kwenye tukio hili la sura ya 17 ya Samueli ya kwanza, inaelezea kwenye ile aya ya 16 ya kwamba alikuwa anakuja asubuhi, anatukana, anapinga kila Mwisraeli. Anakuja jioni, anatukana, anapinga kila Mwisraeli. Siku ya kwanza juma likaisha, majuma mawili, majuma matatu, majuma manne, majuma matano. Naam, Biblia inaeleza mpaka siku inakoma hii changamoto ni kwa sababu ya Daudi, na ilikuwa ni siku ya 40. Kwa hiyo hatujui ilikuwa iendelee kwa muda gani, ila ni siku 40 wakati inaifikia mwisho, wakati Daudi anasimama kukabili changamoto ile. Kwa hivyo nini kinachozungumzwa hapa? Ni changamoto isiyoondoka. Hii sio ya kuja mara moja mara mbili alafu nasema hii ni changamoto. Hapana, ni ile inayoshikilia, inayong'ang'ania, inayokuja tena na tena, isiyoondoka. Jambo la kwanza, changamoto iliyo wapi? Iko ndani. Jambo la pili, changamoto kubwa. Jambo la tatu, changamoto isiyoondoka. Iko na wewe, iko na mimi, jana, juzi, mwezi uliopita, mwaka uliopita, miaka miwili iliyopita, na haionekani dalili yoyote ya kuondoka. Uko nayo miaka kadhaa, unajitahidi kuiondoa, kuisukuma, iko na wewe. Sasa ndicho unachokiona hapa. Alikuja tena na tena na tena. Mwanzoni walifikiri ni masiara tu, ni jambo la kawaida. Tena na tena na tena, imeng'ang'ana tu, iko pale. Hiyo ndio
Maana ya tatu inaonyesha kutafsiri neno changamoto. Maana ya nne hapa nitahitaji tuweze kusoma. Fungua hiyo Samueli ya kwanza sura ya 17. Alafu usome ile aya ya 8, tutaruka tena tusome aya ya 24. Uione hapa kidogo inavyotafsirika katika nyanja ya 4. Hebu isome pale. Samueli ya kwanza 17. Kama kuna microphone hapa. Tukifika tu basi tunapeana microphone kwa sababu tutasoma Biblia. Samueli ya kwanza sura ya 17 na ile aya ya 8. Umefika pale? Nimefika. Hebu soma pale. Mstari wa 8 unasema, naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli akawaambia, mbona mmetoka kupanga vita? Sawa. Je, mimi si Mfilisti? Mimi si Mfilisti? Na ninyi si watumishi wa Sauli? Na ninyi si watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu. Ndio. Akanishukie mimi. Jichagulieni nani? Mtu anishukie. Hii maana ya 4. Walienda kama jeshi na Wafilisti wamekuja kama jeshi. Naona angalia vizuri changamoto inavyofanyika. Goliath akabadili kanuni. Naomba usikize vizuri hapa. Akaibadili kanuni kutoka kuwa jeshi kukabili jeshi, ikawa mtu kukabili mtu. Hii ilikuwa ni kuhama kwa hali ya juu kwa changamoto, na ni muhimu sana kuielewa, ambayo ni hatua ya 4. Maana ya changamoto katika level hii ya 4, changamoto huwa iko hivi, inahama kutoka kuwa ya familia, inahama kutoka kuwa ya kanisa, nisikilize vizuri, inahama kutoka kuwa ya jamii, inahama kutoka kuwa ya taifa, inakuwa ya mtu binafsi. Angalia vizuri hapa. Yaani hiki ni kitu ambacho wewe na mimi tunapaswa kukifahamu. Changamoto huwa haishughulikiwi kijamii. Utasema inashughulikiwaga kijamii. Sikiliza tu vizuri. Wala haishughulikiwi kitaifa. Ngoja kidogo. Taifa linaweza likawa lina hali nzuri sana ya kiuchumi, lakini hiyo haimaanishi mimi ama wewe niko na hali nzuri ya kiuchumi. Taifa linaweza kawa lina hali mbaya sana ya kiuchumi, ila kuna raia mmoja ama wawili ama watu kadhaa wana hali nzuri sana ya kiuchumi. Changamoto inaweza ikawa unasema hii ni ya kifamilia. Iwa inaenda inageuka inakuwa ya mtu binafsi kwenye familia, ya mtu binafsi kwenye jamii, ya mtu binafsi kwenye kanisa. Na unaona hapa ilionekana mwanzoni kama ya kitaifa, Israeli dhidi ya Wafilisti. Sasa inahama dhidi ya mtu mmoja. Chagua mtu tupambane naye. Unajua ndio maana ilichukua siku zote zile ilipobadilika. Hakuna aliyejitokeza. Jambo la kwanza, changamoto iliyo ndani. Jambo la pili, changamoto inayoshikilia, inayong'ang'ania, haiachi. Changamoto iliyo kubwa na changamoto ambayo ni ya mtu binafsi. Hivi ndivyo inavyotajwa. Ilipofikia hatua ya nani atokee apambane na Goliath, pale ndipo changamoto ilipokuwa wazi kabisa. Hakuna mtu katika Israeli. Sauli hakuweza, Abineri hakuweza,
Kaka zake Daudi wanaotajwa hakuna aliyethubutu. Katika majeshi yote hakuna. Maana pale saa hiyo sio changamoto ya taifa, tuko wengi. Saa hiyo ni ya mtu peke yake. Afanyeje? Afanye uamuzi, ajitolee, afanye uamuzi peke yake. Na sasa swali hilo sio uamuzi wa kawaida kwamba ninapita njia hii ama napita njia hii, ninasoma chuo hiki ama nikasome chuo hiki, nikatibiwe hospitali hii ama niende katibiwe hospitali hii, nikanunue soko hili hapa ama niende soko jingine. Huu ni uamuzi sio kama huo. Maana hiyo sio changamoto kabisa. Hii ni uamuzi wa kufa ama kuishi. Kwa sababu ni changamoto iliyo ndani, ni changamoto kubwa ambayo kwa uhalisia huwezi kuthubutu. Goliath ni jitu amepanda hewani, halafu wa miraba minne, lakini pia mtu wa vita tangu utotoni. Maana yake hajawahi shindwa vita tangu anapotoka. Kwa hiyo ukishaona hivyo, halafu sio wote muje, mmoja wenu fanya maamuzi, mtu mmoja aweze kuja. Hii ndiyo inaitwa changamoto. Kwa hivyo tutakuwa ndani ya kanisa. Ndio maana ni rahisi kusema hii ni changamoto, na baadhi ya watu wanatumia msemo wa Kiswahili, wanasema msiba wa wengi ni nini? Wanasemaje hicho Kiswahili? Nanyi mmekisahau? Wanasema msiba wa wengi ni nini? Mbona siwasikii? Lakini msiba wa wengi ni nini? Wakati wanazungumza msiba wa wengi ni hiyo sherehe ya harusi, lakini wanaweza kuwa wamefiwa familia zote hizo. Hiyo kauli inasemwa tu na ambaye hajafiwa katika waliofiwa, ila aliyefiwa hata kuambia siku yoyote kwamba ni harusi. Itabaki kuwa msiba. Changamoto haiwezi kuwa ya kanisa zima. Yuko mtu mmoja ndani ya kanisa aliye na changamoto hiyo, na hata kama wengine anayo, mwingine anayo, hawezi hata siku moja ikamletea unafuu. Hapo mbele tutakuja kuangalia katikati hapa. Hakunaga changamoto eti ikiwa na watu wengi alafu inakuwa unafuu. Yaani tukulia mfano wakati watu tunaugua COVID, uviko 19, alafu uuliza aliyekuwa anaumwa kama kusikia wengi wanaumwa kulimletea nafuu. Hamna. Hii ndiyo changamoto. Sasa tunaikabirije? Kwa sababu somo la leo linataka kutueleza jambo hili kubwa tu, tunawezaje kukabili changamoto. Usisahau maisha ya mafanikio. Mafanikio tuliangalia jana, break out, vunja utoke nje. Na ndio maana unaweza kuangalia kwa nini changamoto inakuwa somo la pili leo. Tunawezaje kuvunja kutoka hapo tutokezee nje. Ama tulivyoangalia maana hilo neno ambalo linazungumzia pia kwamba come over. Yaani uko hapa alafu ni kama vile uko shimoni alafu unatoka unakuja juu. Kama changamoto iko hapa, unatoka unaenda juu yake. To come over, break out. Hii ambayo ndo iangalia tunawezaje kufika pale, na leo ndo tuna changamoto yenyewe. Lazima iwe iliyo iko ndani ya akili yangu, ndani ya maisha yangu. Halafu lazima iwe ni changamoto kubwa. Yaani ukisikia mtu anasema kwa hali halisi, hata yule anayesikia naye anasema nini hali halisi, hakuna anaweza kukabiri. Mpaka hata ukishare na mtu yeyote anakuunga mkono, anakueleza hakuna hata mimi nisingeliweza. Hii ndiyo inaitwa changamoto katika reality. When the reality is real. Wakati uhalisia wetu ni uhalisia wa kila ambaye atakutana na yeye. Ndio unasikia huu ni ukweli. Ukweli ni uhalisia. The reality of the challenge. Ndio anayoeleza pale, ambalo kila mwenye mwili
mwenye akili timamu atakiri hii ni changamoto. Huge, the giant. Ndio wanaeleza vile, huwezi kupinga, huwezi kushinda, huwezi kutatua. Namba 3, haiondoki, inang'ang'ania tu. Unasali, unafunga, naomba, unafanya hiki, unatafuta ushauri, watu wanakusihi, watu wanakushauri, watu wanakuombea, it is still there. Ndio tunazungumzia changamoto. Ni changamoto ambayo huwezi ukasema ni nafuu, maana tuko kadhaa, kwa sababu hakuna unafuu, kwa sababu wako kadhaa wanapitia hali kama hiyo. Never. Maumivu yako pale, ugumu uko pale, na hakuna namna. Na 3, inadai uamuzi wake binafsi. Hapa ndipo changamoto inapokuwa na rangi yake ya kweli. Yake ya kweli. Tunafanyaje? Hapa kuna A na B. A ni kutusaidia kujua yafuatayo. Changamoto iko hivi, huwa inashughulikia uzoefu binafsi na kuukosoa haufai. Personal experiences. Yani ni pale ambako kama mtu ana uzoefu wowote, challenge inapokuja inaufuta wote. Ni ujuzi unayeyuka, ni umri unapotea, ni hiki kinatoweka. Challenge inafuta personal experience. Nisikize vizuri. Namba 2, changamoto ina try, ile tunasema inajaribu kitu ambacho kinasema mwanadamu ili anajikuta anakiri ana mipaka. Tunasema unakuwa na mipaka, yani unakiri hata kumbe mimi nina mipaka, human limitations. Kwa hiyo kuna personal experience, challenge inatupilia kule. Halafu ule uonekano wa mwanadamu kwamba na mimi ni mtu kwa sababu nina 1, 2, 3. Challenge huwa inatuletea ukweli huu, we are limited. So human beings are limited. Mwanadamu ana mipaka. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukawa mtu anafanya, anasema nina fedha, halafu akaugua, nenda hospitali hii hakuna namna ya kufanya, nenda hospitali ile hakuna tiba. Hela alikuwa nazo, aliona anaweza kukabili maisha kwa miaka kadhaa. Human beings are limited. Hapo ndipo anaona haina saidia chochote. Hapa ndipo unaona limitation of human being. Lakini jambo la 3, challenge inachotueleza ni kwamba inaleta mazingira yanayo challenge uwezo wa mwanadamu. Circumstances, anasema ni challenging circumstances. Analeta mabadiliko, mazingira yanayoonekana kusababisha mazingira yasababisha ya kwamba mwanadamu iweje na usiwe, uwezi kukabili, uwezi kufanikiwa, uwezi kutikisa. Personal experience, human limitations, alafu challenging circumstances. Mazingira yanapoonekana ni tishio kabisa. Kwa hiyo changamoto inaoimukia hapo, ikiwa mambo hayo 3 yamekamilika. Uzoefu wa kibinadamu unaonekana umetupwa nje, akili yake, uelewa wake tupa huko. Jambo la 3, changamoto inaonekanaje ni yenyewe, wakati ambako tunakiri tuna mipaka ya utendaji, ya kufaulu, ya kushinda. Jambo la 3, mazingira yanapokuwa zaidi ya kuyashinda, challenging circumstances. Sasa hapa ni mambo mawili peke yake. La kwanza, kabla tujarudi kwa Daudi, la kwanza ambao wewe na mimi unapaswa kujua, changamoto iko hivi, hatuwezi kuepuka. Iandike vizuri, changamoto haiepukiki.
Challenges are unavoidable. We cannot avoid challenges. Hiyo ni pointi ya kwanza muhimu sana. Naomba usome kitabu cha Mwanzo 8 mstari wa 22. Mwanzo 8 mstari wa 22, hebu soma hapa. Mwanzo 8 mstari wa 22, hebu soma pale. Changamoto haiepukiki. Na ni vizuri tujue, ndugu zangu wapendwa, hata ungelisoma wapi, hata ungelikuwa na uzoefu gani, hata ungelifanyaje, hatuwezi kuepuka changamoto. Hii ambayo tumeangalia katika hatua zote hizi 4 ikaitwa changamoto haiepukiki. Hebu soma Mwanzo 8 na aya ile ya 22. Inasema muda nchi idumupo, nchi inapodumu, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskaz na wakati wa kusi, ndio mchana na usiku, havitakoma. Havitakoma. Unajua ile aya imeandika jambo la pekee sana. Inazungumzia challenging circumstances will never cease. Mabadiliko ya mazingira, hali ya hewa, changamoto, mambo yanayoleta ugumu na kubadilika kwa mwanadamu huku na kule, havitakoma. Kwa ina maana mtu yeyote hata angeliweka akiba kiasi gani, mabadiliko ya hali halisi ya dunia tunayoishi shall not cease. Yuko mtaalamu mmoja aliwahi kusema kwamba hakuna kilicho cha kudumu hapa duniani isipokuwa mabadiliko. Nothing permanent on this planet Earth except changes. Yani mabadiliko ndio yanayodumu siku zote, lakini mabadiliko ndio yanayodumu, ila hakuna kinachodumu. Mabadiliko ndio ya kudumu, lakini chochote kingine duniani hakidumu. Kwa hiyo ndicho kinachoelezwa pale, ili ulifahamu na mimi nilifahamu. Changamoto haziepukiki. Uwezi ukakaa Dar es Salaam ili uepuke changamoto. Uwezi ukaenda Mbeya ili uepuke changamoto. Haziepukiki. Huo ni ukweli wa kwanza. Wa pili, Mungu habadiliki. Haleluya. Haleluya. Wakati hayo yote yanabadilika, Mungu habadiliki. Na tuna ukweli huo. Hii andika tu, utasoma ile wa Yakobo 1:17, katika kila kutoa kuliko kwema kutoka kwa Baba, ushuka kutoka juu mbinguni, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. God does not change. Wakati circumstances, environments, yani hizo zote ambazo zinatupatia changamoto do change, but God remain not unchanged. Yani huyo ndio Mungu ambaye tuliye naye, habadiliki. Na hii ni pointi ya muhimu sana. Mungu habadiliki. Na ndio maana nasoma ile kitabu cha Ibrania 13 na ile aya ya 8 inayosema Yesu Kristo ni yeye yule wa ilini, jana halafu leo halafu. Tafsiri yake habadiliki. Na unajua mara nyingi tukipata changamoto, question namba moja inayokuja, unaona, does God change? Hivi Mungu amebadilika? Alafu unaenda kwenye ahadi, unazirekodi, unazisoma, unamwona Mungu wa Agano la Kale, unaona Mungu wa Agano Jipya, Mungu aliyefanya hiki na kile. Walikuwa wanaumwa, viwetu wanatembea. Walikuwa na ukoma, wanatakasika. Walikuwa namna hii, wanakuwa. Wewe unakazana, lakini uoni. Swali linakuja, hivi Mungu amebadilika? Ukweli ni huu, wakati mazingira ya afya, mazingira ya kiuchumi, mazingira ya mahusiano na mengine yote yakibadilika, Mungu habadiliki. Ibilisi anatamani tuhakikishe tunaamini huo uongo, anabadilika. Mungu habadiliki. Sasa kwa kuwa Mungu habadiliki, ukishalijua hilo, nini wewe na mimi tunafanya katikati ya changamoto? Aya naomba uzisome. Hiyo kitabu cha Samueli ya kwanza sura ya 17, halafu usome aya ya 32, halafu taruka usome aya ya 37,
Hebu soma. 32. Daudi alifanyaje kukabili hii changamoto? Soma. 32 nasema. Anasema Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote asizimie moyo kwa ajili ya huyu Mfilisti. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Nimefanya maamuzi, ninakwenda kupigana na Mfilisti huyu. 37. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba, aliniokoa na simba, na makucha ya dubu, aliniokoa na dubu, ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, nenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Kwa hiyo Daudi alienda kupigana naye kwa sababu gani tu? Mungu. Kwa hiyo alikuwa na sababu tu moja. God does not change. Mungu habadiliki. Na alimwambia kabisa, Mungu aliyenifanyia moja, Mungu aliyenifanyia mbili, safari hii atanifanyia kwa hiyo Mfilisti. Kwa hiyo yeye alichokiona, alimuona Mungu wake, hakuiona changamoto. Sikiliza vizuri hapa. Nenda aya 45 mpaka 47. Hii nitaisoma hapa kwenye kiambaza. Hebu iweke hapo kwenye kiambaza. Samuelio ya kwanza sura 17 aya 45 mpaka 47. Uone vile ambavyo anavyoeleza hapa Daudi, ili uone hapa ndipo kuna siri tu ya kuikabili. Samuelio ya kwanza sura ile ya 17 ile aya ya 45. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi nitakuja na kujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana, na kujia wewe kwa jina hilo. 46. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mzoga wa majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko nani? Yuko Mungu katika Israeli. 47. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Nini Daudi alifanya? Daudi alisema hivi, ninakuja kwa jina la nani? Na Bwana atakuua mkononi mwangu. Kwa hiyo nini Daudi alifanya? Alijisalimisha mkononi mwa Mungu. Aliyeua ni nani? Ni Mungu. Na anatumia nani mkononi mwa Bwana? Daudi. Kwa hiyo Daudi alijiweka mkononi mwa Mungu. Yeye ni kifaa, a vessel in God's able hand. Jioni ya leo sikiliza jambo ila pekee. Changamoto haziepukiki, huwezi kuzikimbia. Mungu habadiliki, ni yeye yule yule. Ni sisi kujisalimisha mikononi mwa Mungu. Put yourself in God's hand. Mungu ndiye aliyeichondoa ile changamoto, na Daudi yeye alichokifanya, alijiweka mkononi mwa Mungu. Hapa ndipo kuna tiba. Fanya hivyo wewe leo, nifanye hivyo mimi leo, kwa kuwa ndio tu ufumbuzi wa changamoto, sio kitu kingine. Baki mkononi mwa Mungu. Ukimkimbia hautafaulu. Maisha yenye mafanikio ni yale tu yanayojisalimisha mikononi mwa Mungu. Usidivert, usichepuke, usikimbie changamoto, ila kimbilia mkononi mwa Mungu. Na hiyo inamaanisha nini? Jisalimishe kwa uhai ama kwa kifo. Mungu ni mwaminifu, habadiliki, atafanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Amen. Mungu atubariki jioni ya leo kwa jina la Yesu. Amina. Tunaenda kuomba.
Watu wawili ni waombe waje hapa, ambao wataomba baada ya sisi kuwa tumepata nafasi kwa jambo la kufanya uamuzi. Usisahau, hii ni changamoto inayotaka uamuzi wako mwenyewe. Vita huwa ina shifti. Haiwezi kuwa ni changamoto ya kanisa la Magomeni, hapana. Ni changamoto ya Adventista wa zama hizi, hapana. Acha hizo lugha ambazo watu wanazungumza. Ni changamoto yangu. Na kama sitafanya maamuzi ya kujiweka mikononi mwa Kristo, nitashindwa vita. Ndio maana somo linasema wakati changamoto inapoonekana kuwa kubwa sana. Inapoonekana. Kwa nini? Kwetu inaonekana kuwa kubwa, lakini kwenye upande wa Bwana is nothing. Kwa hiyo inaonekana, seems to be, katika reality yetu, lakini upande wa Bwana it is nothing. Ni sisi tusarenda mikononi mwa Mungu. Watu wawili ni waombe waje hapa, alafu nitawaeleza tunaenda kuombea nini kabla hatujamaliza ya mtu binafsi maamuzi tunayoyafanya. Karibuni watu wawili hapa mbele. Kila mmoja atapata nafasi kwa ajili ya kuomba, ikiwa ni kwa kusujudu, ikiwa ni kwa kusimama, ikiwa ni kwa kuketi, ikiwa afya yako haiwezi kuruhusu. Lakini utazungumza na Mungu, na baada ya hapo watu wawili watatuongoza kwa sala fupi kabisa kwa ajili ya mambo haya ambayo nitayataja. Wewe na mimi tuna sababu tu ya kusalimisha, surrender hiyo changamoto ulio nayo. Badala ya kukimbia mapenzi ya Mungu, kumbe hiyo ni fursa ya mimi kuanguka mikononi mwake. Huyu ataomba kwa ajili ya juma hili lote, kwa sababu Mungu atazungumza nasi namna ya kuwa na maisha haya ya mafanikio, siri za dhati kabisa, ukweli wa neno la Bwana anavyoelewa Mungu kuhusu maisha ya mafanikio. Tunafanikiwaje katikati ya hizi changamoto ambazo ni kama wimbo leo? Ndio ufumbuzi wa juma hili, na tumeshaona one step, prime step aliyofanya Daudi. Alijiweka kwenye mkono wa Mungu. Kwa hiyo ataomba ndani ya juma hili lote. Lakini huyu ataomba kwa ajili ya waumini na washiriki wenzetu kanisa la Magomeni. Mungu awajalie kwa ajili ya dharura za maisha yetu, ili tupate muda wa kutega sikio mbele zake, kusikiliza mapenzi yake. Tutatoa dakika moja kila mmoja wetu. Zungumza ambayo unaona ni changamoto, na kama inahitaji toba fanya hivyo. Na kama uliwahi kuchepuka, uliwahi kukimbia ukamwacha Bwana, tunaweza tukafanya about turn, tukajiweka mikononi mwa Bwana, na atatueleza nini maana yake, kwa sababu ni maamuzi ya kufa ama ya kuishi. Lakini afadhali niwe mikononi mwake.